maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki na kiasi na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Njombe, tukilisubiria tumaini lenye baraka la mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wenye furaha fanya namna hii. Sasa punga juu kabisa. Punga ukiwa unatabasamu, kisha mshangilie Bwana na useme amina. Amen, amen, amen. Tunashukuru sana Mchungaji Jonas Singo kwa kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni. Bwana akubariki sana. Mioyo yetu imeinuliwa. Tunajisikia tumeketishwa kwenye kiti cha mfalme na tunabarikiwa sana. Pastor Bihene, tumetazama namna ya kujenga nyumba. Hii mambo kumbe Bwana ina sayansi yake bwana. Huingii kichwa tu. Na Biblia inasema ni mpumbavu tu ndio anaanza kujenga nyumba pasipo kuhesabu gharama. Bwana akubariki sana mtu wa Mungu. Umetubariki, umetuinua. Leo nilikuwa nazungumza na mama yangu, kuna kituo huko Mwanza ambacho anatoa masomo ya familia. Sasa akawa anasema, mbona huyu Pastor Bihene anamaliza kila kitu jamani? Sisi tutasema nini? Bwana akubariki sana. Dr. Magomere, Bwana akubariki. Ninafurahia sana namna unavyotuonyesha jinsi dunia ilivyotengenezwa kwenye mfumo wa 7. Tumesema hakuna namna ya kupima vitu, ni njia 7 tu. Bwana akubariki sana. Tunabarikiwa na huduma yako. Neema ya Bwana iendelee kuwa pamoja nanyi. Shule ya msingi Same Hill, watu 189 wanatufuatilia mbashara na watu 9 wamekwisha kujitoa tayari kwa ajili ya ubatizo. Kwa nini usiseme amina? Kule Mahaha, watu zaidi ya 40 kwenye kituo kimoja wanafuatilia tumaini lenye baraka kutokea Njombe. Kampala, Uganda, nilisoma huko bwana. Kampala, Uganda, nao wanafuatilia. Ngoja ninene kwa lugha kidogo. Jevalekova asebo na vanyavo. Wameitika kule na pastor amewasaidia. Bwana awabariki sana. Tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Mbeya mjini wana kituo kinachoitwa Mzumbe. Watu 60 wako pale kituoni. Tumaini lenye baraka linawafikia kutoka Njombe. Haleluya. Kuna mahali panaitwa Mwembe Togwa. Hapa napafahamu. Nimewahi kufika hapa. Napafahamu. Mwembe Togwa. Wake za wachungaji pale West Tanzania Conference wamedhamini kituo ambacho kimewekwa hapa Mwembe Togwa. Hapa Mwembe Togwa ni mahali ambapo wasafiri wakwenda huko vijijini wanapandia gari, na watu zaidi ya 20 kila siku wanalipokea tumaini lenye baraka kutokea Njombe. Bwana awabariki. Kuna kijiji kinaitwa Munzeze na kingine kinaitwa Janda. Hapo imebidi nicheke kidogo, maana Janda, ule udongo ambao tuliumbwa wa kwangu kitafutwa, sampuli yake inapatikana hapo Janda. Pale Munzeze wamechukua sehemu 15 za kuangalizia mpira wa Adventista, wamezikodisha. Yani kijiji chote ni tumaini lenye baraka. Habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Nilikuwa naongea na yule anayetafsiri kwa lugha ya Kiarabu, anaitwa Zawadi Shahibu. Ana watu zaidi ya 20 wanaomfuatilia kila siku kutoka Dubai na kutokea Qatar. Hapa Njombe, jamani, Njombe. Watu wa Njombe mkiangamia mtakuwa mmechagua. Yaani kutokea Njombe Waarabu kwa lugha yao wanapokea tumaini lenye baraka.
Pastor Victor pia amenibariki sana. Ananiambia ana wateja wengi kwa lugha ya Kiingereza, na ninafurahi sana kuhudumu na hawa watumishi wa Mungu. Ninawaombea baraka tele. Nina habari njema kwako. Mgeukie jirani yako, mwambie pastor ana habari njema. Mwambie pastor ana habari njema. Muulize uko tayari? Ni kama yuko tayari. Sabato iliyopita watu 37 katika kituo hiki walimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Na huo ni mwanzo. Roho anafanya kazi. Sasa tukinywa chai asubuhi ya leo na timu hapa, unajua pale tunapokaa hapo, jamani, watu wa Njombe, Bwana wabariki. Tunakaa mahali pazuri sana. Tunakula mema ya nchi namna hii, maana tulisema hata Misri kuna breakfast nzuri. Tunapiga pale breakfast. Mmoja wetu, na sidhani kama ni vibaya nikilitaja jina lake, Mchungaji Jonas Singo, akasema, pastor, kwa kila aliyebatizwa kuanzia sabato hii tuliofungua mkutano mpaka mwisho wa mikutano, kwa kila aliye na atakaye batizwa tutampatia Biblia yake. Kwa hiyo Jumamosi wale watu 37 hapa tutawakabidhi Biblia zao, wasome kweli za neno la Mungu, na wale watakao batizwa tutawapa wawe maelfu. Tumeapa kwa jina la Bwana tutatoa Biblia hapa Njombe. Sasa hiyo ni faida inayotokana na kuwa tu kituo mama. Huko kwingine tutawaombea na nini, lakini kituo mama na Biblia utaondoka nayo. Bwana Yesu asifiwe. Basi saa imefika tuisikie sauti ya Bwana kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana sura ya 8 fungu la 39. Na swali, baba yako ni nani? Baba yako ni nani? Sasa si umtazame jirani. Umeshamtazama? Mwambie jirani. Usiseme kwa nguvu, maana kuna watu wana ghadhabu, wana makasiriko. Kwa sauti tu ya chini, jirani, hivi unamjua baba yako wewe? Muulize, unamjua baba yako? Unaona ni kama ni mtu anayemjua baba yake huyo? Hakuna matumaini hapo. Geukia jirani mwingine, mwambie jirani, o jirani, baba yako nani? Wewe uliyeko kwenye kituo huko, muulize jirani aliyesimama, aliyekaa pembeni yako, baba yako nani? Yohana sura ya 8. Nitasoma kuanzia fungu la 39 mpaka fungu la 44. Neno la Bwana linasema, naliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi vivyo hivyo mliyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli. Yaani nyie mnajiita watoto wa Ibrahimu na mnatafuta kuniua mimi, na mnachotaka kuniua ni kwa sababu nimewaambia yaliyo kweli, niliyoyasikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Nyie mbona mnasema ni watoto wa Ibrahimu na mnataka kutenda mambo ambayo Ibrahimu hajayafanya? Mambo yanaendelea hapa. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, niliyoyasikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Huu mjadala ulikuwa mgumu. Sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Fungu la 42. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala si kuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu.
Fungu la 44 ndio kuna mtinange sasa. Yesu amejaribu kuwaeleza, hawaelewi. Sasa anaamua kuyapasua tu hadharani. Fungu la 44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Na tamaa za baba yenu ndizo mzipendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Sasa mgeukie jirani yako tena. Si alikuwa ajui? Muulize. Shika mkono wake sasa kwa ujasiri. Tumelisoma neno bwana. Mwambie jirani, o jirani, baba yako ni nani? Baba, ile saa imefika sasa ambayo Kristo inabidi ainuliwe. Na andiko litimie ya kwamba Kristo ainuliwapo juu huwa anatuvuta kwake. Tunatamani kuvutwa kwako Mungu wetu. Ni kweli mimi ni mdhaifu na mnyonge, lakini kwa zamu hii na kwa neema yako umenipatia kazi ya kulisema neno la uzima. Ninaomba kupitia kwangu useme na watoto wako walioko mbali na karibu waisikie sauti yako. Kama mtoto Samueli hekaluni, tunasema kwa ujasiri, tunaita kwa ujasiri, tunaitika kwa ujasiri tukisema, sema Mungu, maana tuko tayari kuisikia sauti yako ya upole na ya upendo, ikituita kutoka katika dhambi na kutukaribisha katika haki yako. Na mwisho wa yote Bwana, kutoka katika somo hili, tumaini lenye baraka liwake ndani yetu. Asante maana unasikia na kujibu tunapoomba kupitia Kristo Yesu. Kila anayeamini na aseme amen. Hii habari ambayo tumeisoma wapendwa, inaanza vibaya. Ni kundi la watu ambao wanajaribu kumtega Yesu na kumuingiza kwenye mitego aanguke. Na wamemkamata mwanamke ambaye amekamatwa kwenye tendo la uzinzi, na wamechagua kumtumia mwanamke huyu kumtega Yesu, kutumia uelewa wa kijamii yao. Wanamwambia sasa, Yesu, sheria ya Musa inasema mtu anayekamatwa katika kali kama hii inabidi apigwe kwa mawe. Wewe unasemaje? Na ni mtego mkubwa, kwa sababu Yesu akisema apigwe kwa mawe lazima ataulizwa ni nani aliyempa mamlaka ya kutoa hukumu. Akisema aachiwe, maana yake ni kwamba ameivunja sheria ya Musa. Yesu kwa huruma, upendo, neema anawachallenge, anawaambia mwenye ambaye hajatenda dhambi kati yenu awe wa kwanza kurusha jiwe. Wanagundua njia hii hawajampata na hawawezi kumpata, maana wote wamejipima na wamegundua ya kwamba ni wadhambi waliopungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanapogundua ya kwamba hawawezi kumtega kwa taratibu za kijamii, wanaamua kutumia falsafa na teolojia kumtega. Wanaanza kumuuliza mambo ya mbingu na ya umilele. Sasa wanamuuliza Yesu mambo ya mbingu na umilele, eti wanamtega. Yaani Yesu unaanza kumuuliza habari za barabara za dhahabu, wakati yeye huko ndio kwake. Akawajibu haraka, wakagundua kwenye falsafa na teolojia tumemkosa, hatujampata. Wakaona sasa ngoja turukie sehemu nyingine. Ilikuwa tu ni sura ya mitego. Wakachagua kumtega kupitia mjadala wa kitaifa, utaifa. Na hata kwenye huo mjadala Yesu anaruka viunzi na kuanza kuonyesha namna ambavyo hoja zao ni dhaifu, na hata mjadala wao hawana hoja. Wanagundua tena kwenye mjadala wa kitaifa hawajampata, amewaacha.
Sasa wakaamua kufanya kile ambacho watu wasio na hoja wanapozidiwa kwenye mjadala na mabishano wanachofanya. Ngoja nikufundishe. Mtu mmoja aliniambia, bwana, ukikamatika kwenye kona, sisi mnajadiliana kitu, mnabishana hivi, ukagundua kwamba hoja zako ni dhaifu, umepigwa na hoja za uso za kutosha, cha kufanya mkasirishe unayebishana naye. Ukimkasirisha unachezesha equilibrium, anatoka kwenye reli. Badala ya kujadili hoja, acha hoja, anza kumjadili yule unayejadili naye. Yaani mnajadili tu hivi, mnajadili, mnaweza mkajadili siasa au mambo ya uchumi. Unaona kabisa hoja zako ni dhaifu, mwambie tu, ndio maana masikio yako ni kama maganda ya chungwa tayari. Si unaona mjadala umeshahama? Sasa kwa sababu wameshindwa hoja zote, wanaruka, wanasema sasa tuanze kumjadili yeye. Wakamwambia mzee, sisi tunajua Mariamu ni mama yako, lakini Yusufu si kama mnafanana sana. Wewe ni kama ni mtoto wa zinaa. Sasa si unaona hapo tayari mjadala umeshakuwa mgumu. PK Msambwa, sisi tumekulia kwenye familia za kichungaji, mambo ya kupigana sio mambo yetu. Lakini kwa kweli kipindi kile, utu wa kale ukiwa unatawala, mtu akitaka mpigane ni aanze kumsema mama yako. Hapo utu wa kale jamani, hapo nilikuwa kabla sijabatizwa. Baada ya kubatizwa ninakuombea, hata ukimsema mama yangu ninakubariki, ninaenda. Lakini kipindi kile cha shule, mnajadiliana afu mtu aseme mama yako. Hapo mzee, shati zinavuliwa, ngumi zinakunjwa. Kwa hiyo wanapogundua kwamba hoja zao ni dhaifu, wameshindwa kumpata Yesu, wanamwambia Yesu, hebu hivi tuambie, we baba yako nani? Maana story ya Yusufu hatuielewi hivi. Story ya Mariamu hatuisomi. Eti alikuwa bikra akapata mimba, tulipomuuliza akasema Yesu, mbona kama vile tumepigwa hapa. Baba yako nani? Mambo magumu sana. Sasa Yesu akawaambia, nyie mnajadili mambo ya baba, hata baba yenu hamumjui. Wakasema sisi ni uzao wa Ibrahim. Yesu akasema, uzao wa Ibrahim? Mnasema nyie ni watoto wa Ibrahim, mnajadili genealogy hizi za hivi karibuni, nyie hata sio uzao wa Ibrahim. Na ukitaka kumkwaza Myahudi hata leo, mwambie sio uzao wa Ibrahim. Ndio maana unaposoma Biblia unakuta habari nyingi sana za genealogy. Fulani akamzaa fulani, fulani akamzaa fulani, fulani akamzaa fulani. Yani wao walichukua pride kwa sababu Ibrahim ndio aliyoitwa na Mungu, na wao wanasema kwa sisi kuwa uzao wa Ibrahim tuko salama. Na Yesu leo anawaambia hata Ibrahimu sio baba yenu. Anawaambia ninyi baba yenu, nyinyi baba yenu ni Ibilisi. Yule adui tuliyekutana naye paradiso jana ndio baba yenu. Na tamaa za baba yenu ndizo muzipendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, ndio maana hata nyinyi mnatafuta kuniua. Wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na ni baba wa huo uongo. Ninyi baba yenu ni Ibilisi na ni baba wa uongo, ndio maana na nyie ni waongo. Huo mjadala mnadhani ulikuwa ni mjadala mwepesi? Ambacho wale Mafarisayo waliokuwa wanajaribu kumtega Yesu hawakukijua ni kwamba Adamu alipoanguka dhambini, alituuza wote chini ya mamlaka ya Shetani. Kabla ya dhambi, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, sura ya Mungu, tumesimama tukimwakilisha Mungu hapa duniani. Dhambi inapoingia, Adamu anapochagua kuacha kumtii Mungu kikamilifu, Adamu anapochagua kumtilia Mungu mashaka katika neno lake, Adamu anapokubali kuifuata sauti ya Shetani na kuacha kuifuata sauti ya Mungu,
anauza wanadamu wote waliomo ndani yake chini ya mamlaka ya Shetani, na Mungu mara hiyo hiyo anaacha kuwa baba yetu, tunakuwa tumeakisiwa, adopted by the devil. Warumi sura ya 6 fungu la 18, Biblia inasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Adamu, nilikwambia matunda ya kila mti unaweza kula, lakini mti wa ujuzi na mema na mabaya usile, maana siku utakapokula utakufa hakika. Sura ya 3 fungu la 4, ukapata nyoka akakwambia hautakufa hakika. Umekaa njia panda, umtii Mungu na mapenzi yake au umtii Shetani na mapenzi yake, na yule utakaye mtii wewe ndio unakuwa mtumwa wake. Na jana tukaona Adam akachagua kumtii Hawa, akachagua kumtii Shetani. Na Warumi 6:16 nasema, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Dhambi inapoingia duniani, tunatoka chini ya mamlaka na utawala wa Mungu, tunaingizwa chini ya mamlaka na utawala wa Shetani, na Shetani anakuwa baba yetu. Ili urithibitishe hilo kwamba sasa aliyechukua mamlaka na nguvu na utawala ni Shetani, sio Adam tena anayemwakilisha Mungu, ni Shetani ndio anamwakilisha Mungu. Dunia yote imekuwa mali yake. Unaposoma Ayubu sura ya 1 fungu la 6 na la 7, Biblia inasema, ilikuwa siku moja ambayo wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Ilikuwa siku moja ambayo wana wa Mungu, zile sayari ambazo hazijaanguka dhambini, wamekwenda kujihudhurisha mbele ya Bwana. Kikao kimeitishwa na Mungu, na wale wawakilishi wa masayari yote wamekwenda kutoka katika dunia iliyoanguka dhambini. Biblia inasema Shetani naye akaenda kama mwakilishi wetu. Fungu la 7 Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka wapi? Subiri, natoka katika kuzunguka zunguka wapi? Natoka katika kuzunguka zunguka wapi? Na katika kutembea huku na huko, humo duniani. Anamwambia mzee, nimetoka kukagua viwanja vyangu, nimetoka kukagua ufalme wangu. Na anaposema hivyo, anasema kwa majigambo, I am in charge of planet Earth. Pale ni kwangu, mamlaka inayotawala pale ni yangu, nguvu inayotawala pale ni yangu, uweza unaotawala pale ni wangu. Hakuna mwingine mwenye sauti ya mwisho isipokuwa mimi, na mimi ndio baba wa hiyo dunia. Na anamtunishia Mungu kifua, anamwambia anatoka kuzunguka zunguka. Si unaona hiyo ni lugha ya mtu mwenye mamlaka? Natoka kuzunguka zunguka duniani, na nilikuwa huku na huko, nakagua mipaka yangu kama kuna mtu ameniingilia. Adamu anapoanguka dhambini, anakuwa amemkabidhi Shetani utawala wa dunia, na Mungu haitwi tena baba wa hii dunia. Shetani ndiye anakuwa baba
wa dunia. Jioni ya leo uliyeko kwenye kituo, ninakuuliza, baba yako ni nani? Hili swala la shetani kuwa mkuu wa dunia hii sio tu kitabu cha Ayubu, hata Yesu mwenyewe alipokuwa duniani alilikiri, na hakulisema mara moja, hakulisema mara mbili. Ngoja nikusomee mafungu yanayoonyesha Yesu mwenyewe, mwana wa Mungu, anathibitisha kwamba sasa baba na mtawala wa hii dunia baada ya dhambi si Adamu, si Mungu, ni shetani. Yohana, kitabu cha Yohana Yohana sura ya 12 fungu la 31. Unajua Njombe niliambiwa kuna baridi, lakini nikisimama kwenye hii mimbari kuna kuwa na joto. Hiyo ndio nguvu ya injili iletayo wokovu. Haleluya! Inaondoa na baridi kabisa. Yohana sura ya 12 fungu la 31. Sikia Yesu anachosema. Yesu anasema, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa wakuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Yesu anasema hukumu ya ulimwengu huu ipo, na mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Kwa sababu ulimwengu huu baada ya dhambi si mali ya Adamu kama wakili, si mali ya Mungu, imechukuliwa chini ya nguvu za shetani. Mwakilishi shetani, baba shetani, na mkuu wa ulimwengu huu. Yesu anasema ni nani jamani? Yesu anasema ni nani? Mbona mnaniangalia kama mmenyeshewa mvua? Nasoma Biblia hapa. Ngoja, Yohana sura ya 14 fungu la 30. Yohana 14 fungu la 30. Yohana 14 fungu la 30. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena. Yesu ndo anatamka maneno haya. Kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Yaani Yesu anasema, jamani, ni kweli nipo hapa, lakini yupo mkuu wa ulimwengu huu. Habari njema ni kwamba japo ni mkuu wa ulimwengu huu, hana kitu kwangu. Waingereza Gideon wanasema he has nothing on me. Akafanya michezo huko sio kwangu. Lakini ukweli ni kwamba jamani, yupo mkuu wa nini jamani? Wa ulimwengu. Na mkuu wa ulimwengu baada ya dunia kuanguka dhambini si Mungu, si Adamu. Baba wa ulimwengu huu baada ya dunia kuanguka dhambini si Mungu, si Adamu, ni shetani. Yohana 16:11. Unataka kumjua baba yako? Yohana 16:11. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Jamani, huu ulimwengu baada ya dhambi umeuzwa kutoka kwenye mamlaka ya Mungu. Shetani ndiye anayeutawala. Wazo la shetani kuwa mkuu wa ulimwengu huu sio tu Yesu aliyelisema, halionekani tu kwenye kitabu cha cha Ayubu sura ya 1. Hata Paulo aliliandika wazo hili kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 fungu la 1 mpaka la 2. Waefeso sura ya 2 fungu la 1 mpaka la 2. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Huyo mfalme wa uwezo wa anga anayetawala ni nani? Ni roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Paulo anasema, mlipochagua kuto kumtii Mungu, mlipoiacha mamlaka ya neno la Mungu na kuanguka dhambini, mumehama kutoka katika ufalme wa Mungu. Mumehama na sasa mmekuwa mateka katika ufalme wa shetani. Najua umekaa hapa unasema, lakini pastor, mimi Adam akila tunda sikuwepo, vinanihusu nini? Mimi mzaliwa wa Njombe na mkazangu nasema kamwene, mnogage. Sasa mbona mambo haya ni magumu? Ni kwa sababu Warumi sura ya 5
Warumi sura ya 5, fungua Biblia yako, Warumi sura ya 5 fungu la 12 inakuambia uliingizwaje humo. Warumi 5:12, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, hivyo mauti ikawafikia watu wangapi? Hata usiposema, huo ndio ukweli. Yaani unajua unaweza ukajifanya usemi, lakini ukweli ndio huu. Narudia tena, Warumi 5:12, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wangapi? Kwa sababu wote wamefanya nini jamani? Dhambi. Yaani Adamu anapomuasi Mungu, Adamu anapokataa kuitii mamlaka ya Mungu, wewe pamoja nami tulikuwa ndani ya Adamu. Wewe pamoja nami, wana wa Adamu, tulikuwa ndani ya Adamu. Na dhambi hiyo ikatuathiri wote, na inaleta mauti kwa wote, kwa sababu wote wametenda dhambi. Warumi 3:23, Biblia inasema kwa sababu wote wametenda dhambi. Wote. Pastor, hata wewe uliyesimama mimbarani, hata mimi, wote. Jamani, wote ni wangapi jamani? Mgeukie jirani yako, mwambie hiyo wote hata wewe na kuhusu. Unajua kuna watu tunajikutaga watakatifu sana, tunajionaga bora kuliko wengine, tunajiona kana kwamba sisi ni superior beings. Yani hivi vitu vinawasumbua wale, sisi havituhusu. Kwenye suala la dhambi, wote tulikuwa ndani ya Adam, na Adam anapoikataa mamlaka ya Mungu na kuikubali mamlaka ya utawala wa Shetani, wewe pamoja nami tumeingizwa kwenye ugonjwa wa kufisha uitwao dhambi. Warumi 5:18, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kama kwa kosa moja la Adam, wewe na mimi tunahukumiwa adhabu. Wakorintho wa kwanza 15:12, kwa kuwa kama katika Adamu wote tunakufa. Katika Adam anapoanguka dhambi, wote tumehamishwa kutoka kwenye mamlaka ya Mungu. Mungu si baba yetu tena, Shetani amekuwa baba yetu, na wote tumeingia katika kifo. Pastor jamani, hata katoto kadogo kalikozaliwa leo mchungaji, hata hako. Maana kuna watu katoto kakizaliwa hivi wanakatazama, wanasema ona haka kama malaika. Hakuna malaika kwenye wote, hako nako kamo. Yani ngoja nikwambie wapendwa, dhambi ni zaidi ya vitu unavyovifanya au usivyovifanya. Dhambi ni zaidi ya matendo. Kuna mtu eti ni mpaka azini ndio anajua nimetenda dhambi. Dhambi ni hali iliyomo ndani yako inayokusukuma kufanya hayo unayoyafanya. Hujaelewa. Ngoja nikupe mfano. Si Jumamosi mliokuwepo hapa niliwapatia habari za Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wanaishika sheria yote. Soma Wafilipi sura ya 3. Paulo anasema nilipoisimamisha sheria hapa, nikajitazama na mimi, kwa kweli hakuna kitu sheria ilikuwa inanidai, maana vyote nilivishika. Na ndio Yesu akawaambia, nyie mnaishiaga kwenye matendo. Dhambi ni hali iliyomo ndani yako. Akasema Biblia nyie si mmesoma sheria ya Musa inasema usizini. Sasa swala sio tu kuvua nguo loji na kupiga tendo. Anasema ukimtazama mwanamke kwa jicho la kumtamani, tayari umezini. Sio swala la kitendo tu, ni ule msukumo, ile hali, ile akshi, ile hamu inayokusukuma kwenda kufanya mabaya. Hako kamzizi Adam alituingizia wote.
tunazaliwa ni wepesi kutenda dhambi. Hakuna mtu anayefundishwa kutenda dhambi, hamna darasa la dhambi, halipo. Mimi nimeona mpaka PhD za uchawi zipo huko Kenya, kuna degree ya uchawi ipo. Lakini eti kozi ya dhambi 1-on-1. Dhambi inaanza hivi naishia hivi. Yaani tunazaliwa tumepinda, tunazaliwa tumeyumba, tunazaliwa na hali inayotusukuma kukataa mapenzi ya Mungu na mamlaka ya Mungu. Ni kama samaki anayezaliwa ndani ya maji, hafundishwi kuogelea, anajikuta tu anafanya nini jamani? Ndio shida Adamu aliyotuletea. Yesu akasema, nyie mnapambana na yaliyoandikwa, usiue. Anasema kabla ya kufanya tendo la kuua, yani ukimchukia tu ndugu yako, yani kile kihali kilichomo ndani yako kikiwaka tu, tayari wewe ni nini? Sasa nikuulize wewe uliyeketi hapa na kwenye kituo pale, hivi wewe una nafuu kuliko sisi? Na kuuliza wewe una nafuu kuliko sisi? Mimi mwimba kwaya, sio mzinzi, sio mlevi, sio ni nini. Wewe una kitu ndani yako, una kamuzizi kanako kuwashawasha kwenda kwenye mwelekeo wa kumpinga Mungu, na hiyo ndio dhambi. Ni hali ambayo iko out of your control. Yani wewe mwenyewe huwezi kuitawala, huwezi, ni nje ya uwezo wako. Pastor, mbona unaongea maneno mengi? Ngoja nikusomee fungu, sio ukasema huyu pastor. Warumi sura ya 7. Sikia kilio cha Paulo. Sikia kilio cha Paulo na mahangaiko yake. Warumi sura ya 7, ninasoma kuanzia fungu la 14. Warumi sura ya 7 fungu la 14. Kwa maana twajua ya kuwa katika Torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Adam ameniuza chini ya dhambi. Adam ameniingiza katika shida. Nimetoka kuwa mtu wa rohoni, sasa nimekuwa mtu wa mwilini. Fungu la 15. Maana sijui nilifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Hako kahali yako. Bali lile nilichukialo ndio nalitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Fungu la 17. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninaye tenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Sio vitu ninavyovifanya. Kuna kahali ndani yangu, kuna kamzizi ndani yangu, kuna shida imo. Adamu umetupiga, Adamu tumepigwa na Adamu, maana tumeingiziwa kahali ndani yetu kanako pingana na Mungu. Na Paulo analia, anasema nikiamka asubuhi sina mpango wa kusengenya mtu maskini ya Mungu. Mimi nataka tu niende niwabariki watu, lakini sasa nikimuona yule mwimba kwaya hajachana nywele, yani najikuta tu nimeshaanza kumsengenya. Haikuwa mpango. Nikija kwenye Njombe Net Event sikuwa na mpango, lakini najikuta tu naanza kujiuliza, hivi upasta na hili jasho jamani na kitambi chake, huyu si afanye mazoezi? Yani haikuwa mpango wako. Ulikuwa umekuja kusoma Biblia, umekuja kubarikiwa, lakini kuna kitu ndani yako. Kuna kanguvu ndani yako. Haka kanguvu tunakaita asili ya dhambi. Kwamba wanadamu tumezaliwa na asili ambayo inatukimbiza kutenda maovu, na ina nguvu kuliko hata tunavyotamani. Tunatamani kuwa watu wema, tunatamani kuwa watu bora, lakini tumeuzwa chini ya mamlaka ya Shetani, na anatawala mpaka akili na hisia zetu anazikimbiza kwenye mabaya. Baba yako ni nani? Mgeukie jirani yako. Unajua hajakujibu ile swali, na hubiri linakaribia kufika mwisho na hajajibu. Muulize, baba yako ni nani? Amekwambia nani? Shetani? Basi turahisishe swali, maana haya. Mgeukie yule jirani mwingine, mwambie uko chini ya mamlaka ya nani? Mfalme wako ni nani?
Amekwambiaje shetani? Jamani, na mafungu yote yale amegoma. Tumeuzwa chini ya dhambi na Adam. Tumeingizwa katika hali ya dhambi, inatawala mioyo yetu. Tumepinda kuelekea dhambi, lakini tumaini lenye baraka. Haleluya. Nimewaumiza vya kutosha, sasa twende kwenye tumaini lenye baraka. Hebu simnipe dakika 10 niwape tumaini lenye baraka. Wewe uliyeko kituoni mwambie sasa jirani yako, ni dakika 10 ndege inatua. Sikia tumaini lenye baraka. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 fungu la 22. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Amujalipata hilo? Wakorinto wa kwanza 15 fungu la 45. Hilo mjalielewa? Wakorinto wa kwanza 15:45, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Adamu wa kwanza alituangusha katika dhambi, lakini Biblia inasema yupo Adamu mwingine, na huyu Adamu wa pili ni roho yenye kuhuisha. Bado Wakorinto wa kwanza 15:47. 15:47 Wakorinto wa kwanza. Tumaini lenye baraka. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, maana tulisoma jana ametoka kwenye mavumbi ya ardhi. Ni wa udongo tu yule Adamu aliyeanguka. Mtu wa pili atoka mbinguni. Bado mbona wana Njombe mnachelewa kuelewa? Mgeukie jirani yako, mwambie yupo Adamu wa pili. Mwambie yupo Adamu wa pili. Haleluya. Warumi sura ya 5. Warumi sura ya 5, tumaini lenye baraka. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti iliwatawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Kristo Yesu. Yaani mmoja ametuingiza dhambini, mmoja ametuingiza kwenye kifo. Adamu wa kwanza ametuletea shida, Adamu wa kwanza ametuletea dhambi, lakini tumaini lenye baraka linasema kwa Adamu wa pili, Yesu Kristo, tutaishi na kufanywa warithi wa uzima wa milele. Haleluya. Lipo tumaini lenye baraka. Fungu la 18 Warumi sura ya 5. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa moja tuliingizwa kwenye dhambi, lakini ashukuriwe Mungu, kwa moja tunaingizwa kwenye uzima. Haleluya. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, si tumesema kwa kuasi Adamu wote tumeingizwa katika hali ya wenye dhambi. Sikia, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa nini usiseme amina? Unajua ndio maana kitabu cha Ufunuo Bihene, Pastor, nikisoma kitabu cha Ufunuo nilipataga shida kidogo. Nikasoma pale sura ya 4 pale ya 5, nikaona kuna wazee 24 tu ndio wameketi wanazunguka kiti cha enzi cha Mungu. Nikasema la, hapa tumepigwa. Yaani wanaokolewa 24 tu. Ushahidi uliopo ni ya watu 24. Nikijihesabu baba yangu kashanipita, mama kashanipita. Mimi ni mtoto wa mchungaji PK. Sisi ni wachache tuliochaguliwa, mimi single, Msambu anaelewa. Wale wameshatupiga.
Na wale walikuwa wazee wa imani. Mimi babu yangu pia mchungaji, nikagundua hapo 24, nikapiga hesabu nikaona sitoboi. Nikasonga mbele kidogo. Ufunuo ikaniambia wako 144,000. Laki na 44,000 walionekana mbinguni. Nikasema laki na 44, laki na 44. Laki na 44. Hapa Southern Tanzania Union tu tuko 294. Lakini walioonekana ni 144. Piga hesabu haraka, nikaona wainjilisti tu wa vitabu ni zaidi ya 144. Duniani kote. Nikagundua hapa sitoboi. Nilipofika Ufunuo sura ya 7, ndio nikaambiwa ilionekana namba kubwa isiyohesabika, ambayo hakuna mwanadamu yoyote angeweza kuihesabu. Wameketi kwenye ufalme wa Mungu. Nikasema kama siingii kwa 24 sawa, kama siingii kwa 144 sawa, lakini kwenye hiyo namba ya walio wengi na mimi nimo kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Yes! Lipo tumaini lenye baraka. Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wa kwako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wa kwako, uchaguzi ni wa kwako. Yaani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo? Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo, anakupa uzima wa milele. Ukimchagua huyo, unaurithi uzima wa milele. The choice, uchaguzi ni wa kwako. Adamu wa kwanza tunakutana naye kwenye bustani ya Eden. Alright, Adamu wa kwanza tunakutana naye kwenye bustani ya Eden. Adamu wa kwanza tunakutana naye kwenye bustani ya Eden. Adamu wa pili tunakutana naye kwenye bustani ya Gethsemane. Chagua wewe, unataka kwenda wapi? Adamu wa kwanza alijaribiwa akiwa mkamilifu, lakini akatenda dhambi. Lakini Yesu, Adamu wa pili, alijaribiwa akiwa mkamilifu, lakini hakutenda dhambi. Chagua, unamtaka baba yako awe nani? Adamu wa kwanza hakumtii Mungu, akaanguka dhambini. Lakini Adamu wa pili, Yesu, alijisalimisha chini ya mapenzi ya Mungu. Adamu wa kwanza alikula tunda na akaingia dhambini. Adamu wa pili, Yesu, alikinywea kikombe cha uchungu, akanikomboa mimi na wewe. Adamu wa kwanza alianguka katika tamaa ya mwili, lakini Yesu alishinda kwa maombi na kumtegemea Mungu. Uchaguzi ni wa kwako. Adamu wa kwanza alijificha kutoka kwa Mungu. Mungu anamuuliza, Adamu uko wapi? Amejificha. Lakini Yesu alimtafuta Mungu kwa maombi kila saa, kila dakika. Chagua, unaangukia wapi? Uchaguzi wa Adamu wa kwanza ulileta dhambi. Ushindi wa Yesu ulileta haki na utakaso. Unamchagua nani? Adamu wa kwanza alimlaumu Hawa baada ya kuingia dhambini, akasema ni huyu mwanamke uliyenipatia. Yesu wapendwa, wana Njombe na Tanzania, Kongo mnaonisikiliza na dunia nzima, wakati Adamu wa kwanza anamlaumu Hawa, Yesu alibeba lawama za ulimwengu huu ili wewe utoke katika dhambi. Haleluya. Adam alizuiwa kuufikia mti wa uzima. Kifo cha Yesu kinatupatia uhuru
wa kuufikia mti wa uzima atakapokuja mara ya pili. Adam alituuza kwa shetani, Yesu alitununua kwa kifo chake. Haleluya! Kupitia Adam wa kwanza tunaishi chini ya laana ya dhambi, lakini kupitia kwa Kristo Yesu tunaishi chini ya msamaha na baraka. Uchaguzi leo ni wako. Kupitia Adamu wa kwanza tunakufa kifo cha milele, lakini nimesimama hapa Njombe kwenye mkutano huu wa tumaini lenye baraka nikiwaambia kupitia kwa Kristo Yesu tumaini lenye baraka linawaka ndani yetu. Tunaweza kuurithi uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Uchaguzi ni wako. Lipo tumaini lenye baraka na linapatikana katika Kristo Yesu. Linapatikana kwa mwana wa Mungu. Lipo tumaini lenye baraka linapatikana kwa Adam wa pili. Wagalatia 3:13 Biblia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa aliyeangikwa mtini. Adamu wa kwanza anapotuingiza katika laana ya mwovu shetani, Yesu Kristo anakuja, anafanyika laana, anaibeba laana ili siku moja wewe pamoja nami tuurithi uzima wa milele. Wana Njombe, Tanzania na dunia nzima, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema, aongoze hatua za miguu yenu jioni ya leo. Mwenyezi Mungu awajaze na furaha na amani na upendo. Awabariki mwingiapo na awabariki mtokapo. Awabariki mchana na awabariki usiku. Kazi za mikono yenu zikabarikiwe. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu sasa na hata milele. Tumeomba katika jina la Yesu. Kila anayeamini na aseme amina. Kila anayeamini na aseme amina. Kila anayepokea baraka mshangilie Bwana, aseme amina. Jioni ya leo nina wito. Yupo mtu hapa anayesema sitaki kukaa chini ya Adamu wa kwanza, ninataka nikae ndani ya Kristo. Kama upo simama. Simama. Je, yupo yeyote anayesema baba yangu sio shetani, nimenunuliwa na Yesu na yeye ndiyo Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Wimbo unapoimbwa, wito wa pili. Wito wa pili. Je, yuko mtu hapa anayesema leo hii ninampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo? Nimeishi chini ya laana kwa muda mrefu. Nimeishi chini ya Adamu wa kwanza kwa muda mrefu. Nimeishi chini ya hukumu kwa muda mrefu. Lakini leo ninampa Yesu maisha yangu. Kama uko hapa, kwa nini usije mbele? Kama uko hapa, kwa nini usije mbele? Na wale tulioko kwenye vituo, kama unampa Yesu maisha yako, piga hatua utembee na uje mbele. Piga hatua na utembee na uje mbele. Mang'ombe anapoimba, wito wa ubatizo unatolewa. Unasema sitaki kuwa, shetani hawezi endelea kuwa baba yangu. Yesu Kristo na Yesu pekee ndiye baba yangu. Kwa nini usije hapa mbele tuombe pamoja? Karibu Mang'ombe. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Pasta, mlete huyo mama. Anasema ninatoka kwenye ufalme wa shetani, ninaingia kwenye ufalme wa Mungu. Bwana akubariki. Bwana akubariki sana mama yangu. Bwana akubariki. Ninamuona anakuja pale. Bwana akubariki. Njoo. Yesu anakuita. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Leo tunaupunguza ufalme wa shetani, tunaujaza ufalme wa Mungu. Kwa nini usiseme amina? Yes, watu wanampa Yesu maisha yao. Wamechoka kuishi chini ya laana,
wanasema tunataka tuishi chini ya baraka za uzima wa milele. Kama yupo mwingine anayesema dunia na mambo yake bye bye, kuanzia leo ni mimi na Yesu, Yesu na mimi. Je, yuko mwingine? Kama yupo, ninakuita leo ufanye maamuzi ya kutembea na kumkubali Yesu Kristo. Bwana akubariki sana dada yangu. Haleluya. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Mungu akubariki mama. Mama amekuja amebeba mtoto mgongoni. Mungu akupokee wewe na mpokee mwanao. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Je, yuko mwingine jamani? Ninauliza kutano hili, yuko mwingine anayesema nimeishi chini ya mamlaka ya shetani kwa muda mrefu, nimeishi chini ya utawala wa shetani kwa muda mrefu, lakini leo ninasimama kwa ajili ya Yesu, ninatembea na Yesu? Unataka kuja? Njoo, njoo. Saa ya wokovu wako ni sasa. Yesu anakuita leo. Mbingu zinakutafuta. Njoo kwa Yesu. Mungu awabariki sana marafiki zangu. Mungu awatendee yaliyo mema. Njoo, njoo. Tunataka tukuombee jioni ya leo. Mchungaji Msambwa, mchungaji mstaafu, mzee aliyefyeka mapori ili sisi tuifanye kazi ya Mungu hii kwa raha, yuko tayari kukubariki. Kwa nini baraka hizi zikupite leo? Uliyeko kule kituoni, hii ndio saa ya kufanya maamuzi. Huu ndio muda wa kumpa Yesu maisha yako. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Tembea tu na uje. Tembea na uje. Mbingu zinakutafuta. Haleluya. Barikiwa. Njoo. 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 Njoo sasa. Njoo. Njoo. Wito unakwenda kufungwa. Lakini kabla sijafunga, ninauliza jamani, yupo aliyesalia anayesema baba wa ulimwengu huu simtaki? Yesu ndiye baba yangu. Adamu wa kwanza ni kweli ameniangusha, lakini Adamu wa pili ameniinua, na leo ninamkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Njoo. Njoo, tunataka kuomba. Njoo. Njoo. Mbingu zinakuita. Kristo anakutafuta. Saa ya wokovu wako ni sasa. Karibu kwa Bwana. Karibu kwa Bwana. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, jioni na siku ya leo imekuwa ya pekee kwetu, na hasa imekuwa siku ya pekee ya kutambua nani ambaye ni baba yetu. Nasi Njombe na Tanzania nzima na vituo vyote kila mahala vilipo nje ya Tanzania na ndani, na hususani hapa tulipo, tumeamua kwa dhati baba yetu ni mmoja, naye ni Yesu Kristo. Kuanzia sasa, Mungu wetu, twaomba utubariki. Bariki kila mmoja ambaye ameamua kwa dhati, na tumesimama kwa miguu yetu baada ya mtumishi wako mchungaji Baraka Butoke kusimama na kunena kwa ujasiri, nasi tunaungana naye ya kwamba hakika tumerithi matatizo kwa baba wa kwanza, na sasa tumekubali kuanza na baba wa mwenye nguvu, si mwingine ni Yesu Kristo. Tusaidie, tushike kwa mkono wako hodari, na hatimaye tuongoze kwa ushindi wenye kishindo, na pia tufanye mambo yote yenye akili, ambayo ya akili yenye akili katika maisha ya kila mmoja, mwanaume yule, baba yule, na mama yule, mtoto yule, kijana yule ambaye yeye mwenyewe ameamua kwa dhati. Simama pamoja naye. Tubariki sasa, na hatimaye kundi hili la waliojitoa kwa ubatizo kawaandae hapa na vikundi vyote na vituo vyote, na tuonane tena kesho tutakapopata mambo makubwa na mazito. Kwa jina lako Yesu naomba, amina.